Mayatima wanalia, Euro wa Tanzania, Euro wa Afrika, ametutoka Magufuli. Wachane wanalia, Euro wa Tanzania, Euro wa Afrika, we baba unakwenda wapi? Yes, hello guys, kama kawa, you know what, karibu tena na tena kwenye Ami Show TV yako mbabe sana, kali nzuri kwenye microphone kumoja kama kawaida na MB Promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. That is my name. Koja kosea. Kwenye kamera ni CC Da Silva, mnyama wangu. Unajua kitu gani, leo niko kwenye maeneo ya Breeze ambapo nilizaliwa, nguli ni mwenyewe hapa, ndipo nilipozaliwa hapa, sema ambapo unaitwa Downtown, kwenye Bobo Restaurant Alabama. Unajua kitu gani jamani, boss sana. Nimekuja kumkutana nani? Msanii nguli ambaye mimi mara nyingi huwa namuitaga, sijui nimuitie system, mkali wa show, kila kitu, amazing sana, comedian. Na si mwingine ni Mr. Simuoni. Inakuaje bro? Nijipresente. Unaogopa mbele ya kamera sema? Unaogopa? Sababu tuko kwenye kilio na Magufuli. Ya cha Rais Magufuli. Huwa nikishtua nyimbo za kucheza itaonekana mimi nafurahia, wakati kwenye wengine wako kwenye kilio. So kama kwenye nyimbo ya Magufuli alafu tunaanza kuleta Magufuli, nyimbo basi akapela watu wasikie. Naweza kujaribu kidogo. Ungemwandikia Magufuli nyimbo kwa sababu watu wanajua kama Tanzania ndio wanaweza. Hata si wenyewe Burundi tunaomba kuona tumepoteza rais Mbabe ambaye alikuwa ni nguli sana, alafu rais wa wanyonge, alikuwa anapenda watu wote East Africa na Magufuli. Hebu upate basi nyimbo moja alafu tuone kipindi chetu. Yeah. Mayatima wanalia, Euro wa Tanzania, Euro wa Afrika, ametutoka Magufuli. Wachane wanalia, Euro wa Tanzania, Euro wa Afrika, we baba unakwenda wapi? Mungu mlaze mahali pema John Magufuli, Mungu mlinda familia ya John Magufuli. Wanyonge wanasema, we baba unakwenda wapi? We baba tutaishije? Pole sana wa Tanzania. Asante, Mungu mlaze mahali pema John Magufuli. Unajua kitu gani? Nilipokuwa nikisikia unaimba, nimekuja kama vile najali na uzindo, maana nashusha kichwa chini kama vile najali na uzindo. Kwa sababu gani? Unajua tumepoteza rais ambaye ni alikuwa rais wa wanyonge, rais ambaye halipendwa sana. Umeona kitu? Mungu amlaze mahali pema rais na Watanzania wote ambao wanatufuata kupitia Ami Show TV channel yetu ya YouTube. Poleni sana, usisahau kusubscribe na kushare and comment pia. You know what? Pale ambapo mlipo pote Saudi Arabia, Nairobi, Kampala, watu wote kwa jumla ambao wanapenda East African community, Magufuli ametuacha, lakini ndio hivyo, ina budi. Tuko na msanii wetu hapa Burundi ambaye Generation Bidondo alisema kwamba halikuwa na wimbo ambao anamfanyia Magufuli, umeshausikia, na kwamba rais wa wanyonge, Mungu amlazima alipema vitu kama vitu. Achana na hivyo vitu. Bro, mimi nimekuja hapa nimekuta kuna Malti, Coca. Bro, zote za kwako hizi hao? Nakunywa zote zangu, nakunywa kabisa. Chanjifurahishe. Sioni kama itakuletea madhara unakunywa Coca-Cola alafu unachukua na Malti pia una mix. Sioni kama inaweza kuletea madhara fulani hivi bro. Hapana, naangalia saa zingine kunaweza kutokea jamaa au pakatokea bidondini witi au bidondini kombie, nikamwambia achukue moja nisingoe tena kutoa pesa. Kwa sababu mimi nikiingia na komande sitaki tena kugusa mfuko mara pili. Okay, thanks very much bro. Eti bidondini. Bana usicheki, unajua jamaa mkali sana. Unajua kitu gani? Sijampata, anaweza kapita demu mzuri hapa nikatongoza. Kwa sababu akiona jamaa na vinywaji nini, huyu kitia kamoja sema shia
Ona niito kona kunya ka Fanta ka mwaka 1000 francs. Niko nakunya 6 5 4. Basi na mimi nichukue moja. Wewe ukukuya kukunya Fanta, ukiwa kunana kipindi uchukue moja vitu. Tutaongeaje wakati unajua kama pole shaka? Utajijua, hiyo ni problem yako. Nakoima. Jamani, tuwatangazaji hapa tunapata hivi. Haukukua kuprogram. Generation cha Bido ndio anakuambia kwamba tena niima. Basi mimi nitajikaza kisabuni, mimi sikosi pesa na simu kubwa kali. Nina kampuni kubwa Amisho TV, tuna pesa kila kitu. Sikosi Amisho TV. Amisho TV. Abafanzi ba Bido ndo bagiye kusubscribe kwa Amisho TV. Bambye ko barafisa mahera yo kuigurira ibintu bwana. Pia asante sana. Hebu tuende bro, tunakwenda sasa kama kawaida kwenye kipindi chetu. Naona umependeza. So you are so smart sana, umependeza. Rasta za bikali kila kitu. Basi mimi naziaga chini sana. Kwa viatu. Ulivaa viatu vya pesa ngapi? Hiyo masuala ya kuzungumza tena bei ya vitu vyangu. Mimi kwa sababu nimeona juzi kati nilikuwa mnapimizana kama na Jen Freema, sijui kusema kama vile 600,000 sijui. Hebu na leo tuone kama na 600,000 kweli au ilikuwa ni scandal. Hayo masuala kila siku nazungumzia yalishaleta kelele sana. Na gisi ya vama maleta kelele, huwa mtu unavaa kitu mtu ambaye mtu ambaye na shiba elangu. Mtu ambaye anaona yeye mwenyewe anakulinganisha na samani. Kwa sababu sometimes unaweza kujizungumza mtu akasema ule ni sifa. Nikamwambia ikoti inanunuliwa, hebu ikoti yangu imetoka nje. Kuna jamaa amenichukulia $200. Asha, ona ka jamaa kana jaminia. Koti kalitoa mule munani uruvumera kule bishweka. Kanga kutuambia ishia $200,600 zote. Hakuna probleme. Yaani hivi mambo ya pesa wewe ulishakamaliza. Kaushinono navaa mtaji. Unajua tu mtaji ni ngapi, unasiusha pima grama, unajua ni grama ngapi. Navaa saa kilo. Hata mimi sijafikiriwa kilo. Hebu ndio tuongee kuhusu kazi zako sasa. Hapa juzi kati kuna kupita kama vile mwezi, uliweza kuachia launch ya album ya nyimbo 3. Sawa, ulikuwepo nyimbo kama Naringa, kama vile sijasahau ya remix ambayo ya kwake original alifanya God Name, mtoto mdogo ambaye yuko na kipaji sana. Kuna nyingine inaitwa Mapenzi kama sijasahau. Hebu nikumbushe ile ya 3 inaitwaje? Niache Mapenzi na ya 3 na Naringa. Ya 3 inaitwa Nosara, ilikuwa ni featuring na Mucho Light. Mucho Light ambaye anaishi Rugombo. Anaishi Rugombo lakini kwa sasa yuko Bujumbura, iko kama mlebo yangu. Ni dogo ambao niko naye pembeni sana, Mucho Light. Na kwa kazi zangu zote tunasapotiana. For now una label yako inaitwaje kwanza? Bido Ndo Style. Bido Ndo Style. Yeah. Wewe unasema Bido Ndo Style ni label. Asi mimi nakwambia Bido Ndo Style, manake hiyo si kwa mimi ni generate Bido Ndo. Unaposema Bido Ndo Style ina maana ni mavazi, fashion. Wewe kwani ni label hii? Style manake Bido Ndo Style. Ni Bido Ndo Style marakatepe kankeloba. Nangola mapenzi penzi letu ntalienzi. Manake Bido Ndo Style yake tuko na style yetu ya kucheza raga, yani watu wa Bido Ndo wanafanyaga ka style. Wapo wangapi kwenye lebo yako? Wasanii wangapi kwenye lebo yako? Sasa na wanawake 3. Wataje majina. Na wasanii 3. Wengine sijawataja majina kwa sababu wataje majina ya wanawake. Hawajariko. Bado ndawatoa chini, bado hawajarikoti. Hawajaingia hata studio. Hawajaingia hata studio. Mwambaya ashaingia studio ni mwanaume ni umoja, huyo tushafanya naye Mucho Light. Wengine nao ningali nawafanyia mazoezi na nawatafutia nyimbo nzuri kwa sababu binaomba hele, inabidi mimi nijipange alafu ndo nisaidie wengine. Kabla mimi nijisaidie nijipange nikiwa juu nitasaidia wengine. Hebu tunakuja kwenye hiyo album yako, ndo tukuja kuangalia sana. Kuna jamaa mimi namhifadhi jina alisema kwamba kwenye album yako ulipiga swata ukupata pesa. Je, ni kweli? Unajua mimi lengo langu sio pesa. Watu wanazungumza. Ile sio, haikuwa show kwanza. Ile ilikuwa mimi nimefanya kazi. Alafu ile kazi nikaita watu wangu wa karibu kwenye masimu na nijaribu kufanya afishe. Ni kuingia ilikuwa ni bure. Free kwa watu wangu. Tuikae, tuchangie, alafu niwaoneshe kazi nimefanya, waweke comment ya haikuwa show hapana. Ile ilikuwa ni bwana wazee, njooni nyumbani kwangu mtizame kazi yenye nimefanya. Sasa nyumbani kwangu pangekuwa padogo, unasikia, ikabidi nikawapeleka kwa sababu hii masiku hatufanyi show kwa sababu ya corona. 5 karibu kwaona kina Papa Nchalo,
Kwa na baba yake ya marehemu Sosokei pale. Ya na mwenye anapapanga hivi ni Jean Paul ndo akaniita kanambia Bidondo pale ya kufanya vitu haviwezekani, njoo nyumbani kwangu nipe kiwanja, nikupe chupa moya na mimi nitasupport ndani, uite watu wako, project clip watu waione clip kuliko kuionea kwa television. Ya ndio ilikuwa hivyo sasa. Nikapita na iachilia kwenye YouTube. Nimeona kama ulitaka kama kuna sponsor pale. Hebu sorry kidogo, hebu mimi nimeshindwa kujikaza. Utalipa? Mimi na msanii utalipa. Phantom 1 3000. 3000 bali. Unaleta black. Basi funika mimi si. Kunywa nitakupunguzia. 3 inatoka wapi? Kunywa nitakupunguzia, nitakutilia edeni. Unajua kitu gani sasa? Nilitaka kusema hivi. Nimeona kuna masponsa ambao walikuwa pale chini kana Mario Balotelli, kulikuwepo wakina nani kadhaa na kadhaa. Hebu tuambie kama sio wale jamaa walikuchanga kitu gani? Maana nyinyi wasanii wengi mnapenda kutia watu majina. Unasema kwamba mnatia majina lakini hakuna hata support moja wanaopatia. Hicho kitu tunakengeleaje wewe? Zile sponsors ambazo zilikuwa pale, kulikuwa Mario Balotelli, kulikuwa nani pale chini kwenye bango lako pale. Ya naona. Wachotaka kwamba wasanii nyinyi mnasema. Ukuje kutizama ambaye alipenda kusema jina la Mario Balotelli alikuwa Luis Designer kama na nani fulani hivi, lakini sasa je, wale jamaa wanapata pesa? Je, na wewe ulipata pesa? Wale wa jamaa nawajua toka wangali Mario Balotelli. Ya toka bado hajakwenda huko. Yani wadogo wangu kidogo wamenisupport, nimeshukuru. Hii ni siri, kama mtu anakupa na mkono wa kulia wa kushoto usijue kitu gani, na kimenisaidia nikafanya lengo langu. Mungu awabariki, Mungu azidi kuwabariki. Ya kidogo ambacho mtu anajitolea maoni mwake anakupa, amekitumikia, lazima umshukuru, na ndio maana nimeweka kwenye bango langu. Nazidi kuwaombea Mungu awape zaidi na zaidi tena. Hata nikitaka kufanya kazi wanaweza wakanikumbuka mara ya pili tena. That is so good. Mara pili unaweza kukumbuka tena. Tunakuja kwa nyimbo ya Naringa. Inasemekana kwamba nyimbo ya Naringa sio ya kwako, ni remix ambayo ulifanya ya kwake Godname. Is true? Naringa mwanzo inaanza nimemtaja Godname na mwisho nimemtaja, na ndani pana sauti, backing zote zina sauti ya God. Ina maana tumeimba hata pamoja, sio kusema maana yake. Wewe ulifanya remix. Ni ya kwake, original ni ya kwake. Alafu tukaimba sauti naye. Neighbor naye. Iko na sauti. Ukisikiliza sauti zake backing. Wewe kuona kipindi ifanya naye, niambia kwamba Naringa ni ya kwake. Naringa ni ya kwake. Ile inaitwa remix. Sasa. Ina maana wewe uliomba. Ina maana wewe kama nimenunua. Una uwezo kuandika nyimbo kama ile, ni ladha kama ile. Sasa wewe ngoja nikwambie kama nimenunua au kama mimi ndo nimeanza kuimba afu yeye akamalizia. Nimenunua nyimbo. Siri Godname alikuwa kwenye lebo langu. Nasema hivi, Godname alikuwa kwenye lebo yangu ya Bidondo Style. Very so good. Lakini palitokea ukorofi kidogo nikamtoa. Nataka kufahamu ukorofi sasa. Huyo ukorofi utajua ilitokea ni ukorofi ya Bidondo na Bidondine na entre Godname, lakini yameisha. Hicho kitu ni kuja kufuata kwa sababu yani nyimbo imetoka zamani kabla hata video. Tukiwa kwenye lebo, ngoja nikwambie, unaona kama vile unasema Kwangwaru ni Diamond kwake Harmonize, lakini Diamond wako kwenye show sometime yeye alikuwa kama mdogo wangu, chake ni changu, changu ni chake. Lakini kwa hivi ana mambo yake anafanya, sivyo? Palikuwa Mcholite, palikuwa Godname, palikuwa Thompson The Voice, ni watu ambao nilikuwa na support kwenye mashow yangu. Yani kwangu mimi nilikuwa nishawashika kama lebo, siwezi kufanya show akose, siwezi kufanya kitu akose. Nikipata na wapa, nikikosa tunakosa wote. Lakini ndio hivyo, kila mtu hivi anachitanua, anakuwa. Kila mtu anakuwa anachitanua, anaweza kwenda kufanya maisha yake, sivyo? Inasemekana kwamba mimi sio kwamba yalishapita nafahamu, lakini ndio inasemekana kwamba ndio ilikuwa chanzo kubwa ya wewe kufanya ni kama vile kuachana na Godname, kwamba alikuwa anatoka na mke wako. Watu wanaongea sana kama ilijaribu lakini haikufika. Bwana kwenye interview yake, ufuata interview yake kwa Misho TV utamuona. Watu wanaongea ni usutu, aniombea. Yeye mwenyewe alisema kwenye mic. Watu wanaongea ni umbea. Sio kweli. Sababu mtembeza Godname umedanganya. Usifikiri kinga na kamioni kitu kimoja. Tofauti. Hata voiture na kamioni tofauti. Sasa lile ni kamion. Mimi ni shoferi wa kamion. Wewe uko shoferi wa nani, wa bajaji. Huwezi kuenda kuparamia kamion. Na yeye mwenyewe ananipa heshima zangu kwa sababu anajua
huyu ni baba. Ni kama hivi Simba kuanzia achane na Dhari, sio kila mtu mpaka hivi anachezea, kwa sababu ni Simba, huwezi kuweza. Dhari mwenyewe anapanda mvio hapa na hapa, utamlipia akwambia baby naenda Uganda, baby naenda Kenya, baby naenda, unahomba. Ya Generation Chavido ndo kama kawaida Gen B. Mimi nilimbatiza jenga kama vile la Gen B. Bro, chongelee nyimbo yako ambayo mke wangu anaingia saluni na $100,000. Nasema hivi akiingia msalo nampa $100,000 ya kwenda saluni. Bidondini. Yeah. Nikuhesabilie kimoja. Tusikie. Anaenda wamuoshe vichwa. Kwa French. Wanaenda wamsugue. Kwa French. Ndio nasema Kiswahili kwa sababu kwa premièrement. Akienda msalo. En français, monsieur, on dit en français. Moi, je sais français, mais je vais parler en swahili pour que on est en Afrique, monsieur. Ah non, on peut pas continuer comme ça. Je suis français, je suis pas français. Moi, je suis un blanc. Wasanii walisoma, huyu ndo wa kwanza alisoma. Yeah. Tunakwenda. Akienda saloni wamuoshe zile tukutuku zake, nywele sijui mkichwa nini vurugu. Analipa franga karibu 20,000. Ili wakoshi waweke mafuta nini. Alafu unajua bei ya meshe. Bei ya meshe ya mkichwa cha mwanamke inakuwa kama ni 30,000, meshe 6. Inakuwa 30 moja ni 5,000. Meshe moja zile meshe original. Inakuwa 50. Bado hujamlipa ule mtu. Ngapi? Bado nauli ya kwenda. Tunasema $100,000 tuone kama sio. Ule mtu ambaye atamtengeneza vizuri amtengeneze tunamlipa kama 25,000. Kwa sababu naye ana watu wanasokota. Ana wale watu wa kusokota na wapaga 5,000. Yana watu wawili. Yana kula 15,000 afu wale watu wa kusokota inakuwa ngapi? 85. Bado nauli na kule atashinda ifua kule. Tunasema nauli tupige nauli ngapi alafu? Tuchukue basi nauli kwenda na kurudia, naenda na taxi. Kwenda 4,000 kurudi 4,000. 8,000. Bado kuli atashinda labini endine kwa sababu ana mtoto mdogo. Wewe unafeli. Hapo itakuwa kama laki na kama na 20,000 juu. Ngoja sikia nikwambie, bado haijania laki, niko na hesabu. Na inabidi, si ndio nakwambia inakuwa laki ama zaidi ya laki. Ataenda na watoto kwa sababu ana watoto wadogo ambao wako maternelle. Akienda huko kushinda kwenye saluni wa msuki wa mtengeneze vituko vyake inabidi akule. Sasa wewe kwa miezi miwili mingapi anasukwa, anaenda saluni, anatengeneza makucha, anafanya nini, gharama. Sasa we kama uwezi mtoto mdogo kuchukua mwana bonge la kamio hapo God name iko napigwa mabomu. Unapiga mabomu God name. Sio hivyo, sio kama nampiga mabomu. Unajua mwanamke ni gharama. Sio maneno. Ule mke wangu naishi naye karibu miaka 9. Hiyo miaka 9 na wazani watu wanafahamu. Na hiyo Mama Abu kila siku iko kwenye swaga. Mama Abu. Hapana Mama Abu. Mama Thamiri, Mama Muhammad, Mama Rahim. Kila siku unamkutana kwenye swaga. Ananenepa. Wewe unajua ananenepa. Unajua ulikutana zamani alikuwa mwembamba. Nafahamu sana. Anakula kuku. Wewe ulimchukua mimi niko pale. Anakula kuku. Wewe ulimchukua mimi ningali dancer wako. Alikuwa na kilo kama 15 hivi, anapima kilo kama 100 na ngapi hivi. Unafikia anakula kuku. Hawezi kwenda kwenye bajaji. Ukiangalia swaga botin, Mama botin. Fresher. Il faut ni dépenser, unatia franga, dépenser ça va petit ukitaka kuvamia ni siku 2 unamtoka. Juu hautaweza. Kama wanamtoka alafu afuagi apikaki. Mimi nakuuliza kama hivi wana leo siku 2 alafu wanamaliza alafu inakuwa hafuagi apikaki. Unasikia swali langu? Wewe unasema kama tu siku 2 wanamtoka unashindwa gharama. Sasa kama wapitiwa na wanakuwa walisha nani? Ule ni mtoto wa mjini. Ule ni mtoto wa mjini. Mtoto wa mjini huwezi kumla hujafanya hata gharama ya $1,000,000. Okay poa, so tuachane na hizo story. Ndio nakwambia mtoto wa mjini. Mimi nimekuelewa. Ndio chance. Mtoto alizaliwa hapa Bwiza, Kapitale au Kamenge, huwezi kumla hivi kifasta hujagharamia hata $1,000,000. Alafu na ameisha zama yake, aisha kuwa na akili ya kujua unataka nini na utaki nini. Ulimtoa tuko pamoja, wewe kuna $1,000,000 uliwahi kutoa? Tulikuwa muadolescent, hivi ashakuwa mama mzima. Tulikuwa muadolescent, hivi ashakuwa mama mzima. Iko na akili na watoto wanafika watoto 4. Sasa anaona kama wewe kajeni unakuja tu kumuingizia usiku. Ndio maana atakwambia ifanya hivi. Anatunza mimi mwenyewe anatunza simu, anatunza hii. Anatunza simu ya $600,000. Spark 5 inauzwa ngapi? Spark 5 Tecno ya mwisho inauzwa ngapi?
Nani alikwambia 300? Tekno ya mwisho nauziwa 4,500. 4,500. Unaona kwangu 650. Wewe 300. Alafu unaleta mambo ya simu. Tuache mambo ya simu kwa sababu habati simu wewe una simu. Anavaa cheni ya oro, anavaa hereni ya oro. Bido ndo tuangalie kitu kimoja ambacho kama vile cha muhimu sana. Kuhusu upendo wa wasanii Burundi. Sawa, kuhusu upendo wa wasanii Burundi. Hapa nusu mimi nakumbuka kwamba wewe ni mtu ambaye ulitrend sana mitandaoni, ulikuwa unaimba, kila mtu anakuta kwenye mashow. Lakini siku hizi sio kama wanakuta kwenye mashow. Ukifanya show labda ni ya kwako uliandaa mwenyewe. Uone si kwa sababu gani? Show zimekatika na haya mambo ya corona yalileta vurugu sana fulani. Nadhani watu wengi walikuwa wanaona na wasugumia afishi hapa na hapa. Lakini wakati corona ilivyoingia zile show zimenikatikia eko. Wale matajiri ambao wananipenda, wanafuatilia comedy zangu, wanafuatilia music zangu, lakini wataniitisha fu watafaidika nini? Kwa sababu watu hawakuji kujikusanya kwa sababu ya corona. So tunavumilia na tunaomba msaada kwa watu wenyewe wanapenda sanaa yetu. Kusema tuendelee, tunawapa vitu. Mnaangalia, mnatutafuta kwenye YouTube, mnatafuta contact zetu, mnatupatia bobu budogo ili na sisi tusishimamishi kazi. Na kwa nini ulipenda kuacha muziki unafanya comedy? Sio kama uliacha muziki, ulichukua comedy na muziki unavitia ndani. Je, unahisi kama utatoboa kistari hiyo kweli? Kama hivi nimedepense karibu 3.5 za comedy. Za hizo video 3 na hiyo lancement, album, matricol, nimetengenezesha makodi manini. Si njoo hapo nakwambia 3.5 nimefanya hizo video 3. Tena ni video kali ziko kwenye channel yangu. Sijarudisha hata franga 50,000. Unaona wana mbinu gani tufanye ile? Ndio nakwambia hizo pesa ni mpaka pawe mashow. Video ndio iko hit, alafu nafanya mashow ndio narudisha pesa. Sasa show hakuna. Inabidi nifanye, ndio tuko tunaenda kule kwa comedy. Inabidi nifanye comedy kwa sababu comedy zinalipa YouTube sana kuliko muziki, kwa sababu ile watch time ya YouTube mtu kiendelea unafuatilia comedy kama dakika ya 30 mpaka mwisho, unasikia, ndo inaingiza pesa sana. Comedy inaingiza pesa kuliko muziki. Inaniingizia pesa kifaster kwa sababu inadai pesa kuliko muziki. Kwa sasa hivi wakati wa corona. Tueleweshe sasa. Kwa sasa hivi nakulia YouTube comedy. YouTube yako iko monetize? Ni YouTube ya Akes Down, YouTube film. YouTube ya Kesi Down. YouTube film natumia kwa sababu yeye ilikuwa na wabona wengi. Yeye iko monetize sasa. Mimi nafanya comedy na mpa anauzisha yeye, pesa tunagawa. Unashakula pesa gani kama sio uongo? Akesi mwenyewe asikia hapo unasema kwa mdomo wako. Kwa mdomo wangu. Pesa gani kiasi pesa gani? Mkataba naye tunafanya miezi 2. Kama $200 ni shakula. $200 kutoka kwa nani? Kwa kazi ambayo tunazofanya. Yako mwenyewe $200? Hapana, yangu mimi mwenyewe. $200? Tunafanya comedies na ukienda ku YouTube film, Wakalet film na subscribe utaona comedy zetu. Views moja. Unalipa ngapi? Viewers moja inaweza kukuingizia hata $100. Kivipi niulize sasa? Viewers moja? Niulize. Viewers moja. Viewers moja $100. Kivipi sasa? Kivipi? Wakati mtu ni umoja anatizama nyimbo hiyo nani hiyo komedia yako mara 10,000. Si views moja, lakini alitizama mara 10,000 akakuingizia masaa 5,000. Kwa kwani unahisi kwamba mtu hizo masaa 5,000 atakuwa anapoteza voucher za ngapi? Wewe unahisi mtu anaweza kutizama kitu mara 10,000? Mtu akikipenda kitu kinamchekesha sana. Kila muda anakitizama. Ngoja nisikufichi. Sinema ngono ndio watu wanatizama mara 10,000. Sinema ngono. Hapana comedy mtu anaweza comedy watu wanatizama. Tunaona pale watu wanatizama. Hata muziki wangu kuna mtu anaurudisha hata mara 100, unakuwa anaurudisha mara 100. Wana refresh. Na ndio maana nikuambia comedy zangu kwa hivi wakati wa corona zinaniingizia pesa sana kuliko muziki, kwa sababu muziki ulikuwa unaniingizia pesa kwenye show. Lakini hivi comedy, mtu ambaye ataenda kuwaka Light Films subscribe ili apate comedy zangu, vile vichekesho vyangu, anacheka ili ajitoe stress. Kwa sababu comedy ni kitu kinasaidia nchi, kinasaidia wananchi. Mtu unaweza kuwa na hasira na mke wako, lakini ukikuwa kwenye simu yako unaacha nimuone Bidondo. Huku unamuona Bidondo. Unacheka. Unasahau zile stress za mke wako, unasahau stress za matatizo, ama kuna mtu fulani amekukwaza. Ile unaona Bidondo anamkimbiza, Bidondo anajipagana manyoa, Bidondo anajipagana makala. Unapita unasema unacheka, zile stress zinatoka. Unajua kuna watu wanaugua gas card yake kwa sababu ya stress. Yes, I know that. Mtu unaugua roho. Sasa mimi nasaidia wananchi kwa sababu usiugue roho.
usipate shida. Mziki sama unaongezeaga uchungu. Lakini komedi, wakati unatizama komedi, unaona Bidondo wanamfumania. Bidondo sijui anachoka kumtimizia mke wake kwenye chumbani. Kwenye nani? Unaona Bidondo ya guru, Bidondo kuruku. Unasikia zile stresses zinapunguka, na ndio maana komedi ni kitu cha maana sana katika nchi. Hebu unamwongeleaje bosi wako wa Kesi Dan? Najua watu wanamponda sana, na kila interviews na kujaga kwa kumponda bosi wangu. Mimi namheshimu kama bosi wangu Kesi Dan, na ameleta maendeleo kwangu mimi Bidondo, kwa sababu mimi Bidondo nilikuwa Bidondo wa kizamani. Nilikuwa Bidondo sijitambui. Nilikuwa Bidondo sijielewi, Bidondo wa vurugu, wa kupigana, wa kushwana. Lakini Kesi Dan alikuja akasema, kaka, sema Kesi Dan. Ukisema down ina maana ni Kesi. Naisema Kesi, naisikia Dan, Kesi Dan. Poa. Usanifundisha Kiingereza? Strong. Mimi akanambia, kaka, mimi nakuchukua kwa sababu mimi niliwahi kuwa dancer wako miaka iliyopita, karibu miaka kadhaa. Sasa nakupenda lenda, jawa producer, jawa nini. Akanambia mimi nakuchukua kama vile Tekno Gesi alimtoa Davido. Tekno ni msanii, alimtoa Davido. Kwa nini Kesi hawezi kunitoa mimi kama vile Tekno alimtoa Davido? Baby follow you. Ana manyimbo zote za Davido sasa hivi ziko hit kwa sababu ya Tekno. Tukue na huyo upendo. Kama Kesi amenitoa, Fizo amkamati amtoe hata Bauden, Lolilo amkamati angalia hata Perhaps nani akamati hata, tutoane sisi kwa sisi, tusizimikane. Huyo upendo ndo natakika. Ule upendo wa Kesi alimuonesha. Nilikuwa naongelea huyo upendo. Huyo upendo wa Kesi alimuonesha Bidondo. Anamwambia kweli mimi niko mbali, niko na subscribe wengi, nimpush jina yanalo, lakini lile jina lake lifufuke, sababu jina la Bidondo lilikuwa lisha lizika. Kama kina Perhaps wote alishakuwa chini, lazima wafanye. Hajakuwa chini sana, lakini jina lishapotea. Kama Fizo anachukua, anasema bwana Perhaps njoo studio hii, clip hii mimi nimetumika na Susoke wako vizuri sana. Huyo upendo ndo hatuna. Mimi nasemeshaga ukweli, wa kuumia umie, wa kusirika asirike. Unaweza angalia huu brother tumestruggle sana. Iko chini, mimi niko juu. Acha nimchukue bwana studio hii, record hapa, clip hii. Kama Gesi Kesi ananiita ananiambia Bidondo milioni 2 katoe clip. Alinipia clip. Katika hiyo milioni 3. Hii kweli? Katika hiyo milioni 3 nakwambia na vitu. Kuna milioni 2 ya Kesi. Mungu akubariki bro. Mungu ambariki na mzidishie. Na sometime anauliza Bidondo eske nyumbani kuna rasio? Nikimwambia hakuna rasio, anatoa rasio kwangu. Na sinikati mumshahara. Mimi sikuficha, hata mimi aliwahi kunisaidia kipindi ngaliki nafanya muziki. Sasa ndio tunaomba wasanii wa Burundi tupendane, tushikamane, tusaidizane. Wale masponsa mama Leo, mama Smart, Baazamu, banini bakiona tuko na upendo, tunashikamana, tunasapotiana, tunangangariana, watatutafuta. Na raisi akiona tunakamatana hivi atasema bapeti bako na upendo, bako na umoja. Umoja ni nguvu. Na lapa na raisi akiona tunakamatana, Farias amchukua Perhaps ya Kesi Gesi nichukua, sijui Lolilo anamchukua fulani, anamchukua hata Bauden fulani, anamchukua, tuna banana, tunapuliza vitu vyetu vinatetemesha nchi. Na government tutafuta tasema aba peti Gesi wako na upendo, acha sana si tufinance franga zetu mu upendo. Me 4 milioni ya match hapa watu walitakuana. Milioni 4 ingekuwa milioni 1. Mnisamee lakini milioni nani alitoa? Alafu natoka kwa hiyo ni secret jua. Unajua sisi hapa tunafanya live. Hapa tunaongea kitu. Mzee na mshukuru mwatoe dolari. Mimi kitu cha kwanza bengi kamata hiyo milioni 4 banaangalia wasanii wako 4 bwana wazee. No misko vibaya juni shapata manager. Kesi anajiweza, iko na kampuni ya pombe zake na juice. Iko natengeneza, mtakula surprise. Iko na TV 2. Iko na anajipangia, iko sawa. Kwa Kesi siwezi kosa rasio, sina njaa. Sasa na ndio alipo nawaambia wengine wachukue wengine, kwa sababu Kesi hawezi kuchukua wote. Achukua Bidondo mtamsamee, lakini hata saidia wote. Yes, sio Mungu. Achukua Bidondo na wengine bachukue wengine, na wengine bachukue wengine. Bayama kumsa tupendane. Ule anamtaga Mr. Iwao. Tena hana wivu na mimi. Na ni msanii na anaimba bien.
Na ana wivu sasa nikimchukua huyo atanizidi. Ni kama vile Tekno. Gisa alimchukua Davido, ana wivu. Anajua Davido ni grand frère. Unajua kwa sababu gani Fizzo anakataa kuwachukua nyie? Nakwambia kipindi kinakuja hivi. Okay, unajua kitu gani? Nini? Rusha mikro. Unataka nini? Wewe atakupiga, atakupost. Wewe si kaka yangu yule. Sawa. Timsema mbata. Peti. Hiyo nyewe mnafahamu kwa sababu gani nataka kuwachukua nyie? Mimi nikipanda juu, niko na wasanii wangu watatu nitachukua. Unajua kwa sababu gani nataka kuwachukua? Fizzo ni mtu ambaye anajua soko. Unaona, yule jamaa ni mjanja. Sio mjanja. Kuna mtu hajamzingua lakini anajua na upendo. Iko na upendo. Anakosa tu kuna watu hajamzingua. Lakini aishachukua wakina Double J. Tunaomba achukue wale wasanii wa zamani awainue. Sana mtakuja kumzidi mzizi. Ulikuwa pamoja na Ami Show TV +2. Kama kawaida ni MB Promoter aka Mr. If you like me I like you. If you don't like me I don't like you. Tuko pamoja na Generation B Dondo aka Mkali, the best comedian, mwanamuziki mzuri, alafu ni mtu yuko poa, yuko fresh. Mimi nimeona kama mtu kama Kesi hapa, sijui kama ni yeye. Alikuwa ni yeye? Sio yeye. Kesi bado hajafika, saa iko kwenye mambo yake. Iko naandaa kwa sababu kesho kutwa tuna move ya comedy kali sana, zaidi ya kali. Watu mkitaka komedia zetu, msubscribe ku Waka Light Films. Waka Light Films. Wanabatandika kisi wanabisikia. Au ukiandika Bidondo Comedy utavipata. Unataka nani? Sio WALEHET. Nitawaonesha logo. Au angie kwenye Facebook yangu wataona logo nimeipost ya Waka Light Films. Okay. Neno la mwisho kwa Ami Show TV. Ami Show TV. Ya abakunzi ba Generation Bidondo ndabakunda cyane. Genda mu subscribe ku Ami Show TV kandi numubagiye ku subscribe kwa Generation Bidondo change andika Bidondo chabona profile yanje rouge kandi namba ibintu bya rouge muri profile. Hanyuma numubagiye ku subscribe ku Waka Light Films ndabakunda cyane. Wewe ulikuwa nimekumisi kidogo. Tunafanyaga hivi. Nilikuwa pamoja na kaka yangu Generator Bidondo. Hapa ni nyumbani nilipozaliwa Bwiza, barabara 8 nilipozaliwa. Huyu ni kaka yangu, Fonda anashika mengi. Au Terere. Pote poa. Nina upango. Mimi nina upango. Mimi mtangazaji ambaye najiweza na upango. Sawa. God bless you so long. Tutazidi, usikose kusubscribe na kushare and comment. Hata mkituambia kitu ambacho tulikifanya tutakuja kujikosoa, kama labda kuna muda mwingine tulisema mambo yasiyo stahili, mnatuambia tunajikosoa. Mungu awabariki sana. God bless you. Mimi nasema poa bro. Asante. Soda Ntrami utatoka hapa pata kufula bilatu. Nisha kwambia Soda Ntrami bad. Wewe nimekununulia soda. Soda nani? Wewe unaninunulia. Tunamaliza.